Habari ya saizi, leo tunaanza simulizi yetu mpya ya kuhusu changamoto za ndoa. Kuna huyu bidada alikuwa hataki mumewe aoe mke wa pili, na bidada baada ya kuona mumewe anakazania masuala kuoa mke wa pili, akaamua kwenda nyumbani kwao Kigoma kutafuta waganga kwa ajili ya kumloga mumewe ili asiweze kutafuta mwanamke mwingine. Na bidada akawa amefanikisha, na baada ya kupewa dawa akarudi mpaka Dar es Salaam Kijichi na kumwekewa dawa mwanaume huyo kwenye chai, na mwanaume akaanza kusumbuliwa na maradhi ya sehemu zake za siri zinatokwa na usaha muda wote. Lakini cha ajabu, pindi anapokutana na huyo mke wake wa ndoa, sehemu zake zinakuwa ziko salama, lakini mwanaume baada ya kushiriki tendo la ndoa na huyo mkewe, sehemu zake zinaanza kutokwa na matatizo. Mwanaume akawa anashangaa na kujaribu kufuatilia dawa kwa muda mrefu na kuhangaika huku na huku kwa ajili ya kujikomboa na hizi dawa, lakini kila alipokuwa anaenda kwenye hospitali akitumia dawa, tatizo hilo lilikuwa ni zito, na mwisho wa siku mwanaume akaamua kwenda kwa waganga na kupambana. Na baada ya kwenda kwa waganga, kuna mganga akamwambia, kiukweli tatizo lako, yupo mtu ambaye amekuroga, na mtu ambaye amekufanyia hili tatizo ni mtu ambaye unaishi naye ndani ya nyumba, ni mke wako. Na baada ya tatizo hili kutokea, inaonekana kuna tatizo ambalo lilikuwa limetokea, lakini jamaa anasema kiukweli, mimi sijawahi kumfanyia baya mke wangu, labda ni kutokana baada ya kuzungumza maneno kuhusiana na swala la kuoa mke wa pili, huenda mke wangu amechukulia namna gani au tofauti na kuamua kunifanyia yote haya. Na mganga akamwambia kiukweli, mkeo alikuwa ameenda kuchukua tiba huko nyumbani kwao Kigoma, na dawa alikuwa amepewa ndio hii ambayo umechanganywa kwenye chai na kusababishiwa wewe kutokwa na usaha sehemu zako za siri. Kwa hiyo cha msingi ni wewe nenda kwa mkeo kaongee naye, ndiye anayejua dawa na tiba ya hili tatizo lako. Na jamaa akaamua kutoka moja kwa moja kwa mganga na kumfuata mkeo na kumwambia, yote ulionifanyia nimeshayajua, kwa hiyo kama unanihitaji mimi niwe katika maisha yako, nibaki na wewe, basi naomba unipe dawa ya kuliponya ugonjwa wangu, na kama utaona uwezi kutoa hii dawa na kuandikia talaka 3 uondoke nyumbani kwenu. Mwanamke aliona ni masiara, akaamua kusema mimi sizui dawa wala sijafanya kitu kama hicho, mganga amekudanganya. Jamaa akaamua kuandika talaka 3 na kumpa mwanamke, kiasi cha kwamba huyo mwanamke baada ya kuondoka na kufika nyumbani kwao, mamake mzazi akampigia simu huyu mwanaume na kumwambia, kwa nini umempa talaka 3 mwenzio, kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Na jamaa akaamua kufunguka na kusema, sitaki kuongea sana, lakini mwambieni mtoto wenu anajua kitu alichokitenda. Kwa kuwa nilimwambia na alikataa, na mimi sitaki tena kuishi naye kwa sababu amefanya kitu ambacho anaweza kuua maisha ya mtu, na sihitaji tena wala kumuona. Nao watoto nitakuja kuwachukua watoto wangu na kuwapeleka kwa mama yangu mzazi. Jamaa akawa amempa talaka mkewe, na baada ya kumpa talaka kuendelea na maisha yake, jamaa ikabidi aanze kuhangaika kwa ajili ya kujitibia ugonjwa wake. Kweli bwana, amehangaika sana kwa waganga tofauti, na mwisho wa siku jamaa akawa amebahatika kupata dawa. Kwa sasa mshikaji anasema yuko vizuri, anaendelea vizuri, lakini anasema kiukweli ndoa zina changamoto. Mwanamke sio ndugu yako, anaweza akakuwekea hata sumu ufe. Kitendo cha mimi kuniwekewa hivi, kiukweli nilikuwa napata maumivu makubwa, maumivu mabaya, maumivu mazito, mpaka nikawa kuna muda siwezi kulala, yani ni aibu. Lakini namshukuru Mungu naendelea salama, na hapa nilipo ninafanya process za kwenda kuwachukua watoto wangu Kigoma. Kwa hiyo jamaa anasema kwa sasa yuko freshi, na huo ndo mkasa wake na kisa ambacho kilimtokea yeye kwenye maisha yake na kwenye mambo yake ya ndoa. Shukrani sana, asanteni sana.